Kuna kijana mmoja alikuwa anapita katika njia. Wakati anapita akamkuta binti yuko kisimani anachota maji. Alipofika yule bwana pale akamuuliza yule dada, akamwambia mimi nataka nikuulize swali dada yangu. Dada yule akamwambia sawa, niulize, hakuna shida. Basi yule bwana akamwambia ma kaidikunna hatta wasafakunna Allahu fi kitabi. Naomba uniambie dada yangu, nyinyi mna vitimbi gani hasa mpaka Allah subhanahu wa ta'ala amekusifuni katika kitabu chake kitakatifu? Yule mwanadada hakumjibu chochote. Fabadaat tabki bukaan shadida, akaanza kulia kilio kikubwa kweli kweli, makelele huku na huku, anapiga kelele. Yule bwana anamwambia unalia nini? Kukuuliza swali hili ndio nimekukosea, kama basi nimekukosea naomba unisamehe. Yule mwanadada akamwambia wallahi la atrukul bukaat hatta yati ahlul qarya fayaqtulunaka liannaka turidu al-ilahi. Mimi siachi kulia wallahi, nitalia mpaka watu watoke kijijini waje hapa. Wakija watakuua. Kwa nini wakuue? Wewe si unataka kunibaka? Yule bwana akashangaa, mimi tena nataka kukubaka? Dadangu kukuuliza swali hili nataka kukubaka? Basi naomba unisamehe kama nimekukosea. Yule mwanadada kila anapoomba samahani ndio wanazidi kucharuka, makelele kweli kweli. Muda si mrefu kweli wanaonekana watu wanatoka kwenye vijiji kule wanakuja kisimani kukimbia haraka haraka. Wanakaribia karibu, yule mwanadada anaingia karibu, anafika karibu na kisima, anachota ile dauru yake maji, anaichotea ndoo yake maji, akajimwagia mwili mzima akaloa. Alivyoloa wale watu muda wamefika. Wanamuuliza unalia nini? Mbona tunasikia makelele, shida nini? Akasema wakati nalia niliingia hapa kisimani. Huyu kaka ndio akaja akaniokoa kutoka kwenye kisima. Watu wakamshukuru, tunashukuru sana. Yaani maana kama singekuwa huyu mimi ningelikuta nishakufa. Watu wakamshukuru yule kaka, tunakushukuru sana kwa kutuokolea binti yetu, kwa kutuokolea dada yetu. Tunakushukuru. Akamshukuru. Yule kaka akashangaa, mimi tena? Hasani anashangaa ameshikwa na butwa. Baada ya pale yule dada anasema sawa, mimi narudi nyumbani, lakini naomba mniache kwanza na huyu kaka nimshukuru kwa ihsani na wema alionifanyia kuniokoa kwenye kisima. Basi wale watu wakaondoka. Walipoondoka yule mwanadada akamuelekea yule kaka, akamwambia fahadhihi hiya kaidun nisa. Hivi ndio vitimbi vya wanawake. Sasa mwanamke ukimfurahisha maisha yako yatakuwa mazuri, lakini ukimkasirisha lan tahilla alayka almasa, wewe huwezi kufika jioni kwako si halali, mara moja unaondoka katika maisha haya dunia. Ndio maana akasema msemaji, almar'atu kanahlati, mwanamke ni kama nyuki. Nyuki ana sifa gani? Tasna'u al-asala idha ahabbati, anatengeneza asali nyuki pindi anapopenda, pindi anapofurahi. Lakini watalsa'u idha karihati, sifa yake nyingine anauma pindi anapokasirika, anang'ata pindi anapokuwa na hasira. Kwa hiyo ndugu yangu, mfurahishe mkeo, atakutengenezea asali katika nyumba yako. Lakini ukitaka manundu, basi mkasirishe, manundu utayapata.